1 2 1 2 1 2. Mic testing 1 2 1 2 1 2. Sawa kabisa. Watu hapa kwa mara nyingine na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Neema ya Bwana wetu iwe pamoja nanyi. Tunazidi kuendelea na mafundisho kwa sababu leo imani zinazidi kuibuka, zinakuwa nyingi katika dunia. Kwa hivyo kile ambacho tunafanya, tunawarudisha watu katika ibada ya kweli ya Mungu. Ibada zimekuja hazieleweki, watu hawaambiwi ukweli. Kwa hivyo kile ambacho tunafanya, tumekuja kuambia watu ukweli, licha ya kwamba watu wenyewe hawataki kulifurahia na hawataki kufuata ile kweli. Msomaji, naam, Yeremia 6 mstari wa 10. Watu wamekataa kufuata kweli ya Mungu. Wakati watu wanaambiwa ukweli, watu wanakuwa na hasira, hata wengine wanaanza kupiga mawe kwa sababu ya ukweli wa Biblia. Kile ambacho tunafaa kufanya sisi kama watu ambao tunajiitanisha na Kristo ni kufuata ukweli wa Biblia vile ambavyo huko, bila kuongeza kachumbari wala vitu vingine. Tunafaa kufuata Biblia vile iko. Hebu isome Yeremia 6:10. 10 inasemaje? Niseme na nani? Niseme na nani? Na kushuhudia wapate kusikia. Tazama sikio lao halikutahiriwa, wala hawezi kulisikiza. Takasa kwao. Inaendelea, inasemaje? Hawalifurahii. Soma vizuri, hawalifurahii. Hebu rudia kidogo hapo, kuna mahali umepita. Haya, inasemaje? Niseme na nani? Na kushuhudia wapate kusikia. Tazama sikio lao halikutahiriwa, alafu wala hawawezi kusikiza. Tazama neno la Bwana limekuwa matukano kwao. Neno la Bwana linaposomwa vile ambavyo hiko, inakuwa ni matukano kwa watu. Naam, juzi tumekuwa hapa chini kunaitwa Riverbank, tukahubiri, watu wa makanisa wakaenda kwa wazee wa kijiji na nyumba 10, wakasema watu hawa watoke hapa. Tukatoka, baadaye tukaenda chini yake kidogo, bado hapo tukafukuzwa. Vijana walikuja wakaanza kuleta vurugu. Wanaleta vurugu kwa sababu neno la Mungu linasomwa. Wewe unafikiri akina Paulo, akina Stefano walikuwa wanahubiri nini wakaishia kupigwa mawe? Walikuwa wanahubiri nini? Msomaji, naam, Matendo ya Mitume 14 anza 18. Wanafunzi wa Yesu walihubiri neno la Mungu, lakini maisha yao hawakuishia vizuri. Wengine walikuwa wanapigwa mawe, wengine walikatwa kwa msumeno, wengine waliuawa kwa upanga. Sio ati walikuwa wanahubiria watu, panda mbegu utainuliwa, utaendesha magari. Walikuwa wanaambia watu ukweli wa Biblia. Msomaji, hebu soma hiyo kidogo, nafika mwalimu. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 20 na anza mstari wa 18.
14:18 ya Matendo ya Mitume inasema hivi. Inasemaje? Inasema na kwa maneno hayo kawazuia makutano kwa shida, wakawazuia makutano kwa shida wasitolee dhabihu. Endelea. 19 inasemaje? Lakini Wayahudi hawa ni watu wa dini wakafika toka Antiokia. Sikiliza, usifikiri kuna mtu alikuwa anavuta bangi kwa Biblia, alikuwa anapiga kina Stefano kwa mawe. Usifikiri kuna kahaba ndani ya Biblia alikwenda kusema Yesu asulubiwe. Ni watu wa dini ndio walikuwa wanafanya hiyo, kwa sababu walikuwa wanaambiwa ukweli. Soma. Lakini Wayahudi walifika toka Antiokia na Ikonio. Ati Wayahudi walifika wakafanyaje? Wakawashawishi mkutano, wakashawishi makutano hata kuwapiga kwa mawe nani? Paulo. Kumbe Paulo walipigwa kwa mawe kwa sababu ya injili ya Yesu Kristo. Naam, ni kwa sababu ya kuambia watu ukweli, kina Paulo akapigwa kwa mawe kabisa. Msomaji. Naam. 11:36 kitabu ni cha Waebrania. Usikie, wanafunzi wa Yesu walipitia shida ambayo wahubiri wa leo hawataki. Wahubiri wa leo wanataka kuendesha magari, kukaa kwa manyumba kubwa huko Karen na Runda, kukaa mahali ambapo ni mahali pazuri. Waebrania ngapi? 11:36. 11:36. Waebrania. Nafika mwalimu. Inasemaje? Wengine walijaribiwa kwa dhihaka, na mapigo, naam, kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Yaani wengine walifungwa kama akina Paulo na Sila. Naam, walitiwa gerezani. Naam, endelea. Walipigwa kwa mawe kina Stefano. Walikatwa kwa msumeno, walijaribiwa. Waliuawa kwa upanga, walizungukwa wakivaa ngozi la kondoo na ngozi ya mbuzi. Unasikia? Naam. Hao ni mitume, walikuwa wanapitia hali ambayo mwanadamu wa saa hii au mchungaji hawezi taka. Uangalie kina Kanyari, akina Hori. Hori anasema yeye ni nabii wa Mungu, anasema ya kwamba hako na roho ya Elia ndani yake kabisa. Anasema ni Hori na wako wawili. Naam. Ukisoma habari za Elia, habari za Yohana Mbatizaji alikuwa anahubiri katika nyika, anakula nzige na asali. Naam. Na hana mchungaji au security yoyote. Naam. Lakini Hori ambaye anasema yeye ni nabii kama Yohana, ako na maGSU karibu 200, hako na escort ya magari ambayo ni bulletproof. Naam. Kwani anaogopa nini? Si akuwa mjasiri ahubiri kama Yohana, lakini yeye amekataa Biblia kabisa. Anahubiria watu uongo ndio watu wamfuate, anaambia watu wasitoe sadaka, lakini zile ufadhili anapata kwa kuwadanganya watu sio kidogo. Usicheze msomaji. Unajua kina Paulo walikuwa wanahubiri injili, wakapita katika changamoto mingi. Naam. Hebu nisaidie Wakorintho wa kwanza 4:7. Paulo alifika mahali akaona kana kwamba mambo imekwisha. Paulo alikuwa mbele ya Nero ambaye alikuwa ni mfalme ambao ni wa Roma, ambao unatawala mpaka leo. Ulikuwa unawatesa na kuwafanyia mambo ya inaya. Paulo anasemaje? 6:1. Wakorintho wa kwanza 4:7. Okay.
4:7 inasemaje? Maana ni nani anayekupa? Soma 9:9 inasemaje? Maana nadhani ya kuwa, sikia, Paulo anasema nadhani ya kuwa Mungu atawatoa sisi watume. Hapana, soma vizuri. Anasema maana nadhani ya kuwa Mungu amewatoa sisi, ametutoa sisi mitume mwisho kama watu waliohukumiwa ili wawawe, kwa sababu tumekuwa tamasha kwa dunia. Naam, kwa malaika na kwa mwanadamu. Endelea. Sisi tu wapumbavu kwa ajili ya Kristo. Naam, endelea. Lakini nyinyi wenye akili katika Kristo. Endelea. Sisi tu dhaifu, lakini nyinyi mna nguvu nyingi, mna utukufu. Endelea. Lakini sisi hatupati heshima hata sasa. Hii ya sasa. Endelea. Tunajaa na kiu, tu uchi, twapigwa ngumi, tena hatuna makao. Unasikia? Paulo alifika mahali nikana kwamba ameishiwa na matumaini kabisa, lakini kuna Mungu wa mbinguni ambaye alikuwa na yeye mpaka mwisho. Inaisha vizuri mwalimu. Inasemaje? Kisha tutataabika tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe, tukitumwa. Wachia tu hapo. Sasa katika Biblia mitume na manabii walipita katika taabu nyingi. Naam, ni kwa sababu ya kuambia watu ukweli. Kwa mfano, msomaji, leo kuna mafundisho ambayo yako katika makanisa kabisa, na mafundisho hayo kwa Biblia hayako. Naam, Yesu anasemaje? Hebu soma kitabu ni cha Yohana 3:1. Kile kitu ambacho kimetoa watu kwa Kristo ni kitu kinaitwa ubatizo. Na nataka nikwambie, ubatizo umetiwa leo doa. Unapata kuna watu wanaobatizwa, unaona hawa wanabatizwa, wanapita chini ya bendera mara 3, wanasema wamebatizwa kabisa. Halafu wengine wanaruka moto, ati moto inaasha, wanaruka, halafu wanasema wamebatizwa. Naam. Kuna mwingine ati mchungaji anapanda, anakunywa uji mingi ama maji, anapanda juu ya mti, halafu anaanza kukojolea watu wenye wanasema ati wanabatizwa. Na mkojo ikikuangukia ati umebatizwa. Hatari. Ubatizo ingine ati watu wanakuja wanapika kuku na chakula inaiva. Sasa hiyo kuku ikiwa tamu, hiyo supu mchungaji akunywe, anasema ya kwamba tamu, umebatizwa. Wengine wanabatizwa kwa kusalimia, hata kusalimia kama yeye haleluya, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, umebatizwa. Sasa ubatizo imekuwa mingi katika maandiko. Hebu soma hiyo Yohana 3:1 inasemaje? Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Mayahudi. Endelea. Huyo alimjia Yesu usiku, akamwambia Yesu, Rabi, tunajua ya kuwa huyu mwalimu, endelea, umetoka kwa Mungu. Endelea. Kwa maana mtu awezaye kufanya ishara hizi, endelea, unazozifanya wewe. Huyo ni Nikodemo. Naam. Endelea. Isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Endelea. Yesu akamjibu akamwambia, amin nakwambia. Sasa sikiliza, Yesu anaambia Nikodemo, amini nawaambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, ati mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona
nini? Ufalme wa Mungu. Kumbe lazima mtu azaliwe mara ya pili, ndio aone ufalme wa mbinguni, si ndio? Kabisa. Sasa atazaliwa aje? Na endelea. Inasemaje? Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa mara akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili akazaliwa? Yesu akamjibu, amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho. Kumbe mtu anazaliwa kwa maji na kwa Roho, endelea, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kumbe mtu lazima azaliwe kwa maji na kwa Roho, ndio aingie ufalme wa mbinguni. Lakini leo ubatizo ambao watu wanabatizwa sio ubatizo wa kweli. Na nataka nikufundishe kulingana na Biblia. Sisi hatufundishi kulingana na kanisa ya mtu, tunafundisha kulingana na Biblia kabisa. Kwa hivyo ikionekana ya kwamba umebatizwa ubatizo feki, na kuambia ufanye haraka ubatizwe ubatizo wa kweli. Msomaji, tuulize Biblia sasa, ubatizo ni ngapi? Kwa sababu leo kuna ubatizo mingi, si ndio? Waefeso 4:5. Tuangalie kwa Biblia kuna ubatizo ngapi, kwa sababu watu leo ni kama wanachanganyikiwa. Ukienda kanisa inaitwa ni Pefa ama inaitwa aje, you friends, wanapita ama wanasha moto. Alafu ukienda Katoliki, nao Katoliki wanamwagia watu maji kwa kichwa, wanasema ya kwamba wamebatiza. Bado tena hao wanabatiza watoto wachanga. Sasa tuulize Biblia, ubatizo ni ngapi? Bwana ni mmoja, imani moja, ubatizo moja. Kumbe ubatizo ni ngapi? Ni moja, sio mbili. Kwa hivyo kama leo hapa kuna ubatizo zaidi ya mbili, kuna hizi zingine ambayo sio ya Mungu. Kwa hivyo Yesu alitoa agizo, akasemaje? Mathayo 28:19. Yesu ndio alipeana agizo la ubatizo. 19 inasemaje? Basi enendeni ukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, alafu mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sasa Yesu anasema wanafunzi waende wafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, na wabatizwe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, si ndio? Hebu soma Marko 16:15. Alafu tuangalie Yesu anataka watu wabatizwe aje. Hebu isome 16:15. Inasemaje? 16:15 inasemaje? Akawaambia, endeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Sasa hatua ya kwanza lazima injili ihubiriwe, si ndio? Kama vile tunafanya hapa, tunahubiri injili kabisa kwa kila mtu. Amesikia. Endelea. Aaminie na kubatizwa. Sasa sikiliza, cha pili ni watu wanaamini. Mtu akiamini injili anafaa kubatizwa na okoke. Haya, mtu anaamini injili anabatizwa, alafu ataokolewa. Lakini cha kushangaza leo, wokovu inakuja kwa njia tofauti. Ati mchungaji anakuambia rudia maneno nyuma yangu. Alisema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, uvute jina langu kwa kitabu cha mauti, andika kwa kitabu cha uzima. Alafu sema umeokoka. Alafu unapiga nuru, nimeokoka. Na nani? Umeokoka aje? Kuna watu hapa wanatusikiliza wanasema waliokoka. Kuna mtu anasema aliokoka 2000 na alishika, wakati aliokoka alisikia Prince Muliru akisema shika TV, sema maneno haya. Mtu akashika TV akarudia maneno ya Prince Muliru, alafu akasema ameokoka. Hakuna kuokoka watu wanaokoka hivyo, hakuna.
Biblia inasema watu wahubiriwe Injili, waamini, wabatizwe, alafu baadaye utafanyaje? Utaokolewa. Utaokolewa. Naam. Watu wagoji kwa kushika TV ama kurudia maneno ya wachungaji. Hapana. Hakuna mtu kwa Biblia halifanya kitu kama hiyo. Hiyo ni mafundisho ya uongo ya watu ambao wanajiita wachungaji wa uongo. Hawabatizi watu. Wewe wakujali unajaza kanisa, haujabatizwa na unasema umeokoka. Alikuuliza uliokokaje? Aturudia maneno ya mchungaji nyuma yako. Aje. Hiyo hakuna kitu kama hiyo kwa Biblia. Hiyo ni uongo. Kwa hiyo kile ambacho watu wanafaa wafanye, wahubiriwe Injili, waamini, alafu wabatizwe, si ndio? Wakisha batizwa ndio wataokoka, wataokolewa. Sasa msomaji, tunaona ya kwamba watu wanafaa wahubiriwe Injili. Sasa hiyo ubatizo, sasa watu wanafaa wabatizwe aje? Si ndio? Soma kitabu cha Mathayo, anza 11:29. Mathayo 11:29. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema, jitieni nira yangu, jitieni nira yangu. Samahani, jitieni nira yangu, alafu mjifunze kwangu. Kumbe Yesu anasema tujifunze kwake. Sasa tujifunze kwake. Huyu Yesu alibatizwaje? Naam. Hebu nisaidie Mathayo 3:16. Tuangalie Yesu alibatizwa aje. Kama wewe haukubatizwa kama Yesu, ujue ulibatizwa ubatizo wa uongo. Naam. Ubatizo feki. Hebu isome. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Kumbe Yesu alibatizwa, alikuwa majini. Naam. Akapanda kutoka majini. Lakini leo kuna watu wanabatiza, watu wanaobatizwa na wanabatiza hawayuko majini. Wamechukua maji kwa beseni ama kwa kikombe, wanakumwagilia kwa kichwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hakuna ubatizo kama hiyo kwa Biblia. Hiyo ni ubatizo ya uongo. Biblia inasema Yesu alipobatizwa akapanda kutoka nani? Majini. Kutoka majini. Hebu nipatie 3:23. Yohana naye alikuwa anabatiza. Sasa tuangalie Yohana alikuwa anabatiza aje? Kwa sababu kwa Biblia ubatizo ni moja. Kwanza kile ambacho unafaa ujue, ubatizo ina maana ya kwamba unazamishwa ndani ya maji. 3:23. Ubatizo ni kuzamisha ndani. Kwa mfano, uchukue kitu kama mpira ama jiwe, uweke ipotelee ndani ya maji, inasemekana umebatiza. Unaiweka na unaitoa, hiyo ndio ubatizo. Sasa ujue kama umemwagiliwa maji kwa kichwa, ama umeruka bendera, ama umeruka moto, haujabatizwa hata kidogo. Hebu isome 3:23 Yohana. Inasemaje? Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni. Ati Yohana alikuwa anabatiza huko Ainoni karibu na Salimu. Kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Kumbe Yohana alikuwa anabatiza mahali ambapo kulikuwa na maji tele, kulikuwa na maji mingi. Ndio maana Yohana alikuwa anabatiza huko kabisa. Yesu akamwendea akabatizwa na Yohana. Sasa tuulize Yesu, kwa sababu wewe ulibatizwa, tutabatizwa kama wewe ama hapana? Marko 10:38. Tuangalie huyu Yesu anasemaje. Mtu lazima abatizwe ndiye afike kwa ufalme wa mbinguni. Marko 10:38. Tusikie Yesu anasemaje, kwa sababu watu wamekataa ubatizo. Unajua shida ya watu, wamekataa Biblia, hawataki Biblia, wanataka mchungaji wao anasema hivyo. Hebu isome. Yesu akamwambia hamjui mnayoliomba naweza kunywea kikombe
nijuacho mimi. Endelea. Au ubatiza ubatizo ninaobatizao mimi. Endelea. Wakamwambiaje? Twaweza. Yesu akawaambia, kikombe nijuacho mimi mtakijua, alafu na ubatizo nibatizao mimi ni nanyi mtabatizwa. Kumbe Yesu anasema watu lazima wabatizwe kama yeye, si ndio? Naam. Lakini kuna watu hawabatizwi kama Yesu. Sasa wewe unamfuata nani unapobatizwa hivyo? Unafuata nani? Ubatizo wa kweli ni wa maji mengi kabisa. Hiyo ndio ubatizo wa kweli. Sasa kuna watu wanasema hivi ya kwamba Yesu akiona alisema yule atakayekuja nyuma yangu atabatiza kwa moto na kwa Roho, si ndio? Sasa acha tuulize, hii moto ni nini? Nipe kitabu cha Yeremia ama Yeremia 21 ama Isaya 23:29. Tuangalie hii moto ni nini, alafu ndio tujue moto inabatizaje watu. Yeremia. Nafika mwalimu. Fungua Zaburi. Sawa. Tuangalie hii moto hii ambayo Yohana alisema watu watabatizwa kwa moto na kwa Roho. Watu wanaepea hapo. Zaburi 23:29. Watu wanajificha kwa hiyo msituni. Ati kwa sababu Yesu alisema Yohana alisema yule ajaye nyuma yangu atabatiza kwa moto na kwa Roho. 23:29. Inafika 6. Fungua Isaya. Sawa. Biblia inasema neno la Mungu ni kama moto, si ndio? Yeremia ngapi? 23:29. Sawa. 23:29 inasema hivi. Inasemaje? Inasema je, neno langu si kama moto? Kumbe neno la Mungu ndio moto, si ndio? Asema Bwana. Sasa sikiliza. Naam. Kwa hivyo watu wanafaa batizwa kwa moto, kwa kuhubiriwa. Watu wanapohubiriwa ukweli, ile dhambi iko ndani yao inateketea ama itachomwa. Ikishachomwa ndio unasema umebatizwa kwa moto. Baadaye unapelekwa kwa maji mingi ambapo inasema unazikwa pamoja naye Kristo. Msomaji, soma kitabu cha Matendo 2 mstari wa 37 na 38. Matendo ya Mitume. Sasa hata kina Paulo, akina Petro walipokuwa wakihubiri neno la Mungu lilikuwa linawachoma, wakauliza tufanyaje? Wakaambiwa tubuni kila mmoja mkabatizwe, na watu wanabatizwa hivyo kwa maji mengi. Hebu soma Matendo 2:37 na 38. Matendo ya Mitume 2:37 na 38. Inasemaje? Nafika mwalimu. Inasema hivi. Nimefika. Walipoyasikia haya, wakachomwa mioyo yao. Si ndio? Naam. Sasa walichomwa na nini? Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akamwambia, tubuni mkabatizwe. Tubuni mfanyaje? Mkabatizwe kila moja. Sasa sikiliza. Naam. Kumbe watu wanafaa watubu, si ndio? Kabisa. Alafu wabatizwe. Sasa Filipo alikuwa Yesu akiwatuma waende wabatize. Ili tujue ubatizo ni gani? Situulize Filipo kabisa, yeye alibatizaje? Kwa sababu Filipo alikuwa mwanafunzi wa Yesu na yeye hawezi enda kinyume na Yesu. Hebu nipatie Matendo 8:36. Filipo alibatizwaje? Kama wewe haujabatizwa kwa maji mengi, ujue ulibatizwa ubatizo feki,
ubatizo bandia, ubatizo ya uongo ambayo kwa Biblia hakuna. Hebu some. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Walifika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji mengi haya, ni nini kinachonizuia nifanyaje nisibatizwe? Endelea. Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu Filipo akanena, akasemaje? naamini ya kwamba Yesu Kristo ni nani? ndiye mwana wa Mungu. Kumbe ukiamini Yesu ni mwana wa Mungu unafaa ubatizwe. Inafaa ubatizwe. Naam. Endelea. Inaendelea kusema, inasemaje? Akaamuru lile gari lifanyaje? Lisimame. Alafu wakamletea, wakamweka wote. Vizuri hapo. Inasemaje? Wakateremka. Okay, wakateremka wote nayo wapi? wawili majini. Kumbe mwenye Filipo na yule towashi na wote wakateremka wapi? Majini. Kumbe mtu anayebatiza na mtu anayebatizwa wote wanafaa kuenda majini. Ndio yule ambaye anabatizwa anazamishwa ndani ya maji. Sasa kuna ubatizo fake ambazo ziko dunia hii zinaendelea kabisa, na ubatizo, unapobatizwa unakubali kifo na kufufuka kwa Yesu. Ndio maana Waislamu hawabatizwi. Kwanza Waislamu hawaamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ndio maana hawabatizwi. Lakini Qur'ani yao inasema lazima waokoke. Sasa wataokokaje wasipobatizwa? Mshawaji, hebu nipatie Kolosai 2:12. Mtu anapobatizwa anakubali kifo na kufufuka kwa Yesu. Wewe kama hujabatizwa ujue haujakubali kifo cha Yesu. Inasemaje? Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye. Kumbe tunazikwa pamoja na Kristo. Tunapobatizwa, si ndio? Kabisa. Tunazamishwa ndani. Halafu tunafufuliwa tunapotoka katika maji. Yesu alizikwa nje ama ndani? Aliwekwa ndani ya kaburi kabisa. Sasa wewe ukikuwa unabatizwa unafaa ukuwe ndani ya maji kabisa, kama venye Yesu alikuwa kwa kaburi, sio nje. Alafu ukikubali kukitoka, unakubali kufufuka siku ya mwisho. Kwa hivyo kuna batizo ambazo watu wanabatizwa leo, sio batizo wa kweli. Hebu nisaidie kitabu hapo, hebu nitolee kitabu hapo ndani, inaitwa kitabu ya kanisa. Kuna iko kwa hiyo bagi nyingine hiyo. Nimepata hiyo katekisimu. Inaitwa katekisimu ya maswali na majibu. Inayotokana na katekisimu ya kanisa ya Katoliki. Sasa hii ni katekisimu ya kanisa Katoliki. Usikie wanasemaje kuhusu ubatizo. Hebu nisaidie ukurasa, nisaidie swali ya 140. Swali ya 140. Swali ya 140. Usikie, hawa ndio watu wa kwanza kutoa watu katika Biblia. Wanasemaje? Soma swali. Swali inasemaje? Unambatizaje mtu? Unambatizaje mtu? Endelea soma. Unambatiza mtu kwa kumwagilia maji. Wapi? Kichwani, huku ukisema fulani. Sasa sikiliza. Hicho kitabu kinasema unambatiza mtu kwa kumwagilia maji kichwani. Hakuna mtu kwa Biblia alibatiza hivyo na alibatizwa hivyo. Atamwagilia mtu maji kwa kichwa, unasema unambatiza. Hakuna ubatizo kama huo.
kuzamisha ndani ya maji kabisa, kama vile Yesu alibatizwa. Hiyo ndio ubatizo wa kweli. Msomaji, soma ukurasa wa 66. Usome kwenye point. Kuna mstari imepigwa hapo. 66. Page 66. Acha nirudi nyuma. Hapa kwa point. Soma. Ni wajibu wa wazazi. Sikiliza. Ati ni wajibu wa wazazi kuhakikisha kuwa watoto wao wachanga wanabatizwa haraka iwezekanavyo. Unasikia? Ati ni wajibu wa wazazi kuhakikisha ya kwamba watoto wanabatizwa haraka iwezekanavyo. Naam. Hebu nisaidie, rudia kitabu cha Marko 16:15. Sasa kwa nini ubatize mtoto mdogo? Unambatiza ameamini nini? Mtoto amezaliwa hako na mwezi moja, miezi mbili, miaka 3, unambatiza wewe mtoto kwa nini? Ngapi? Marko 16:15. 16:15. Kitabu ni cha Marko. Watoto wadogo hawafai kubatizwa. Hawafai. Hebu soma. Akawaambia, nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kumbe wanahubiri injili kwa kila kiumbe aaminie na kubatizwa. Kumbe watu wanafaa kuamini injili ambayo wamehubiriwa, si ndio? Sasa ukishaamini ndio unabatizwa. Sasa watoto wadogo wameamini nini ndio wabatizwe? Hatari. Hakuna mtoto mdogo anafaa kubatizwa. Hakuna mtoto mdogo alibatizwa kwa hii Biblia. Na kama wewe unasema watoto wadogo wanafaa wabatizwe, kuja tuambie ni mtoto mgani kwa hii Biblia alibatizwa, ama huyu mtoto aliamini nini? Kama wewe ulipeleka mtoto mdogo akabatizwa, ujue ulikuwa unapeleka mtoto kwa ibada ya uongo. Hakuna ibada ya kweli hapo. Watoto wadogo wanafaa kufanyiwa nini? Mathayo 19:13 inasemaje? Watoto wadogo hawafai kubatizwa. Kubatiza mtoto ni marufuku kwa Biblia. Ibada za uongo, dini za uongo ndio zinabatiza watoto. Hebu usome. Inasemaje? Akawekea mikono yake juu yao. Hebu anza 12. Unasoma ngapi? 15. Mathayo 19:13. Inasemaje? Ndipo akaletewa watoto wadogo. Ndipo Yesu aliletewa watoto wadogo ili awekee mikono yake juu yao. Sasa Yesu aliletewa watoto awekee mikono, si ndio? Lakini leo watoto wanapelekwa wabatizwe. Watoto wanabatizwa kwa misingi gani? Kwa Biblia gani? Hizo ni imani za uongo, imani potofu. Alafu kuna wengine wanasema ya kwamba tumeona hivi ya kwamba mtu akibatizwa aingishwe ndani ya maji na atolewe. Hiyo ni ishara ya kukubali kukufa na kufufuka kwa Yesu, si ndio? Lakini watu leo bado wanasisitiza ati kwamba wanakubali kufufuka kwa Yesu wakienda ibada Jumapili. Hakuna mahali Yesu alisema ati muendage kanisa siku ya Jumapili kwa sababu mimi nilifufuka. Msomaji, hiyo ni imani gani? Soma hiyo kitabu yao bado, ukurasa wa 133. Imani ya Jumapili sio ati watu wanakubali ati Yesu amefufuka. Hakuna. Watu wanaenda huko kwa sababu kuna mwenye aliweka hiyo ibada ya Jumapili. Hebu isome. Inasemaje? Amri ya 3. Iweke kitakatifu siku ya Mungu. Iweke kitakatifu siku ya Mungu. Inasemaje? Katika Agano la Kale Mungu aliitenga siku ya 7 iwe siku ya mapumziko kwa wanadamu. Mungu alitenga siku ya 7 iwe siku ya mapumziko kwa wanadamu, kama vile yeye mwenyewe alivyopumzika siku ya 7. Alafu ilikuwa ni siku maalum ya wanadamu kusali na kumwabudu Mungu. Endelea.
Katika Agano Jipya siku ya Bwana ilibadilishwa na kuwa siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Sasa wewe ukienda kanisa siku ya Jumapili, usisemange ati unaenda siku hiyo, kwa sababu Yesu alifufuka siku hiyo. Yesu ukienda, ukitaka kukumbuka kukufa na kufufuka kwa Yesu, enda ubatizwe, sio kwenda kanisa Sunday. Watu wanaendanga kazi. Hebu nisaidie Marko 16 mstari wa 9. Kitabu ni cha Marko. Inasemaje? Naye alipofufuka alfajiri. Soma na nguvu. Naye alipofufuka alfajiri. Naye Yesu alipofufuka alfajiri, siku ya kwanza ya juma. Na hiyo kitabu yao imesema siku ya kwanza ya juma ni Jumapili, si ndio? Kwa hiyo Yesu alifufuka Jumapili. Endelea. Alimtokea kwanza Mariamu Magdalini. Kumbe Yesu alimtokea kwanza Mariamu Magdalini, ambaye kwamba alimtoa pepo 7. Kumbe baada ya kutokea sasa Mariamu Magdalini amefuka siku ya kwanza. Akatokea nani wengine? Soma 12. Inasemaje? Baada ya hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao. Ana sura nyingine. Nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Kumbe watu wanaenda shamba siku ya kwanza ya juma, si ndio? Ambayo ni Jumapili. Lakini watu leo wamekataa ibada ya Mungu. Jumapili wamegeuza, wanaenda ati ibada. Hakuna ibada ya Mungu Jumapili. Ati unasema tunaenda Jumapili kwa sababu Yesu alifufuka. Na ubatizo tutakuwa tunaenda kufanya nini? Tutakuwa tunakaza ubatizo. Ubatizo ndio inaweka kukumbuka kukufa na kufuka kwa Yesu, sio kwenda kanisa Sunday. Hiyo ni siku ya Warumi, na hiyo ndio watu imewasumbua akili hapa. Unasikia mtu anakuja anasema ya kwamba ati amri iliisha. Ukiangalia mtu huyo haibi, hazini. Ukiuliza yeye anashika Sabato, anasema amri iliisha. Amri iliisha, suibange basi. Kama amri iliisha, mtu akisema uongo, sikubaliana na uongo. Sasa watu wanajificha kwa msituni ya kwamba amri ziliisha, ndio maana wanaenda wanakataa Sabato. Msomaji, nisaidie Yohana wa kwanza 5:3 inasemaje? Ama nipe hiyo Yohana wa kwanza 2 mstari wa 3. Tuanze hapo. Kama ushiki amri za Mungu, unasema amri zilisha, ujue hata haupendi Mungu. Haupendi Mungu kabisa na hamjui Mungu. Yohana wa kwanza 2:3. 2:3 inasemaje? Na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye. Tumemjua nani? Yeye. Ikiwa tunashika amri zake. Kumbe ukishika amri za Mungu ndio unamjua yeye. Sasa wewe unasema amri zilisha, unafuata Biblia gani? Hakuna mahali Yesu alisema ati amekufa msalabani sasa amri zimeisha. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni mafundisho ya uongo ya wachungaji wa leo. Biblia inawaita wachungaji ambao ni mbwa walio bubu. Msomaji, hebu soma hiyo 5:3. Yohana wa kwanza 5:3. Inasemaje? Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Kwamba tuzishike amri zake. Kumbe ukishika amri za Mungu umempenda Mungu. Lakini sasa wewe unasema amri ziliisha. Unapenda Mungu gani? Ukisema amri ziliisha, ujua upendi Mungu. Haupendi. Watu wanajificha kwa mafundisho ya Paulo. Wanasema ya kwamba Paulo anafundisha, anasema ati tuko chini ya neema, sasa hatufuati sheria. Sasa kama hufuati sheria, kwa nini hauibi? Siwende kwa bangu ibe.
alafu useme afuate sheria ati uko chini ya neema. Hakuna mtu ambaye ako chini ya neema hashiki sheria za Mungu. Sheria za Mungu zinakuonyesha dhambi. Kuna wengine wanadhani ya kwamba amri za Mungu zinakuokoa. Sheria za Mungu zinakuokoa. Sheria hazikuokoi. Sheria ni kama kioo. Ukichukua kioo ujiangalie hivi, ukijiona kwa kioo, alafu kioo inakuonyesha kuna uchafu hapa. Uchafu ikiwa hapa, ni wewe uamue uitoe ama uache. Hiyo ndio sheria inafanya kazi. Lakini wewe ukisema ya kwamba hautaki sheria, ina maana hauongozwi na sheria, hauongozwi. Sasa wewe unakuwa automatic unafanya makosa, unafanya dhambi. Sheria iko kwa kutuonyesha makosa. Wengine wanasema Yesu alisema ati ameweka amri, imekuwa mbili, imekuwa ya upendo kwa Mungu na kwa jirani. Ati sasa amri 10 hawataki, wanataka hiyo upendo, si ndio? Hebu tuulize Biblia, soma Marko, soma Warumi 13:8, usikie. Ukipenda Mungu haufunji amri, hauvunji. Ukipenda jirani hauwezi mwibia. Ukipenda jirani hauwezi iba mali yake. Hivyo ndio Biblia inasema. Warumi 13:8. Nasema Warumi 13:8. Unasemaje? Nasema msiwiwe na mtu chochote. Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Kumbe ukimpenda mtu umetimiza nini? Sheria. Endelea. Maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwamo amri nyingine yoyote inajumulishwa katika neno hili. Endelea. Ya kwamba penda jirani yako kama nafsi yako. Endelea. Pendo alimfanyi jirani neno baya. Pendo alimfanyi jirani neno baya. Basi kwa hivyo wewe ukisema umeshika upendo, lazima ukuwe na amri zote ndani yako wewe. Sasa wewe unasema amri ziliishia wapi? Msomaji, tuulize Paulo, tunafaa kushika amri. Hebu nisaidie 7:19 Wakorintho wa kwanza. Na kama uko na swali juu ya Sabato, juu ya ubatizo, juu ya utatu ni fundisho, hakuna kwa Biblia, hakuna. Ubatizo wa kweli ambao iko kwa Biblia ni ubatizo wa maji mingi. Hiyo ndio ubatizo wa kweli. Hebu some. Inasemaje? Kutahiriwa si kitu na kutotahiriwa si kitu, bali kuzihifadhi amri za Mungu. Kumbe watu wanafaa kuhifadhi amri za Mungu. Hiyo ndio watu wanafaa kuwa hapo. Lazima usihifadhi amri za Mungu zote 10. Wewe unakataa moja. Kuna mmoja jana pale chini ananiambia ati amri ziliisha. Namuuliza unaiba? Anasema hapana. Unaua? Anasema hapana. Unashika Sabato? Anasema amri ziliisha. Sasa unafuata Biblia gani? Yaani unakubali amri zingine, unakataa moja. Sasa unaona wale watu wanafunja Sabato ya Mungu, wanakataa amri ya 4 ya Sabato, wakisamehewa siku za mwisho. Hata wezi watamlaumu Mungu. Wezi watasema kwa nini wasamea hawa walivunja Sabato? Hata yule ambaye anazini atasema Mungu umetuonea, kwa sababu iweje unasamea watu waliovunja Sabato na wanatupeleka sisi motoni? Si hapo itakuwa Mungu amependelea? Sasa kama umevunja moja, umevunja ya pili au na yote, wewe na yule ambaye amevunja ingine mko sawa. Msomaji, Yakobo 2:10. Una swali? Kuna swali mwalimu. Haya, utakuja hapa hata asome andiko akuulize swali. Asante. Ndio tusimame. Yakobo 2:10. Hapo. Inasemaje?
Maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Niendelee kusema kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa haukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Sasa wewe haujazini na umeua, umevunja sheria. Wewe haujazini, umevunja Sabato, umekuwa mvunja sheria. Wewe mahali pako unavunja Sabato, na ule mwizi anaiba pale CBD. Nyinyi mnataka brothers. Hebu mpe mic. Habari yako? Salama sana. Naitwa Imani, unaitwa nani? Naitwa Eriko Koth. Mimi Mkristo, nawe? Pia nami ni Mkristo. Swali. My question just goes straight to the church. The church of which woman of Revelation 12 as a pure church. Yes. Hiyo tu ndio ningependa tu nitafuliwe, ni inamaanisha nini tu kaka? Sasa unaona hapa? Kuna kanisa mbili. Kweli. Si unajua katika Ufunuo inazungumzia wanawake. Kuna huyu mwanamke ambaye ako kwa Ufunuo 17. Kuna huyu mwanamke ako kwa Ufunuo 12. Sasa huyu ni mwanamke safi. Hako safi. Ambaye ni kanisa la Kristo. Kweli. Sasa watu wote wa hapa wanafaa kuwa kwa mwanamke huyu. Mwanamke huyu ambaye ni kanisa, watu wa hapa wanashika amri za Mungu na imani ya Yesu. Hivyo. Ama ulikuwa unataka nikuonyeshe nini? Is it in the Bible? Where can we read it in the Bible? Ndio. Ufunuo 12:1. 12:1. Na ishara kubwa inaonekana mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Unasikia, mwanamke alikuwa amevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa na mimba, akifia hadi ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Endelea. Ikaonekana ishara zingine mbinguni. Natazama joka kubwa jekundu, joka ambaye ni Shetani. Alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Na juu ya vichwa vyake vinara 7. Na mkia wake mtatumaji. Unaona? Sasa mwanamke huyu amevikwa jua. Jua ni ile mwangaza ambaye ni neno la Mungu. Unaona? Ukweli ambaye iko hapa, ambaye inamuongoza kanisa mchana na usiku. Sawa. Sasa watu wote wa hapa wanafaa kuwa kwa mwanamke huyu. Hebu mpe 12 Ufunuo 14:12 Ufunuo. Yosema hata vitu vya Yesu pia watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Umesikia? Nimesikia. Sasa hapa kwa mwanamke huyu ambaye ni kanisa, ni watu ambao wanashika amri za Mungu na imani ya Yesu. Wewe unashika? Ninashika amri za Mungu. Unafanya ibada siku gani? On Saturday. Sure. Wewe ni Msabato? Msabato. Unaenda SDA? SDA kuna Mungu wa utatu. Yes. Huyo Mungu wa utatu ako kwa Biblia. Wewe usichukue kitabu chao. Umekuwa SDA kwa muda gani? Sijakaa sana. Inaweza kuwa something like 1 year now. Wacha nikuonyeshe. Kwa SDA leo hakuna Mungu wa kweli. Hakuna. Kuna Mungu wa utatu kwa SDA leo, ambaye kwa Biblia hapatikani. Unaona hii kitabu hii? Yes. Hii kitabu ni ya SDA. Inaitwa Fundamental Beliefs ya SDA. Unaiona? Unaona kitabu kama hiyo? Unaiona? Wacha fungue ukurasa, afungue kwanza imani ya pili ya SDA. Hebu soma hiyo. Imani ya pili. God the Son. Hiyo ni God the Son, si ndio? Hiyo page
tuanze namba 1 huko kabisa. Page 25 kama wasikie leo wametoka kwa Mungu, wameendea Mungu wa utatu, the Godhead. Nasemaje? There is one God. Unasikia SDA anasema there is one God, Father, Son and the Holy Spirit. Sasa huyo Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Endelea. A unity of three co-eternal persons. Unasikia? A unity of three co-eternal person. Ukisikia neno co-eternal inamaanisha wote wameanzia pamoja, wanatoshana. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu wote wanatoshana. Sasa hao kwa hiyo wanakataa Yesu si mwana wa Mungu. Unaona iko hivi, tukisema wewe si uko na mtoto, wewe uko na, kwa mfano uko na miaka 30, si ndio? Mtoto wako ati yako na miaka 30, wewe mtoto wako, hebu mpe maiki. Mtoto akiwa na miaka 30, that is not a child. Wewe sio mtoto, si ndio? Wewe ni brother yako. Sasa hawa wanasema Yesu na Mungu wanatoshana. Hiyo ni ukweli. Haiwezekani. Sasa SDA leo wamekataa Yesu kwamba Yesu si mwana wa Mungu kwa kuamini utatu. Kweli. Hebu mpeni kuonyeshe. Hebu soma Yohana 14:28. Kama kuna mtu amekaa SDA sana ako hapa, akuja aseme nasema uongo. Hakuna Mungu wa utatu kwa Biblia. Unaona Mungu wa utatu aliingizwa SDA mwaka wa 1981. Unaona? Hii kitabu hebu soma kwanza 14:28. Inasema mlisikia ya kwamba mimi nawaambia ya kwamba naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalipenda mngalifurahia. Kwa sababu naenda kwa Baba, naye kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Mbona hiki? Unasikia? Yesu anasema Baba ni mkuu kuliko yeye. Lakini Yesu anasema hapana. Baba na Mwana wanatoshana. Sasa wewe ni mwana wake kweli? Haiwezekani. Sasa Mungu leo wa SDA sio Mungu wa kweli, ni Mungu wa utatu. Nimekuelewa mwalimu. Utaendelea kwenda huko. From today, I will cancel that. Cancel mambo na kwenda kailo kanisa. Unaona hiyo kitabu pioneers wa SDA hata wakifufuka leo hawajui hiyo kitabu. Hawa walikuwa naamini kitabu kinaitwa Fundamental Principle. Fundamental Principle ambayo imani yao ilijengwa kwa Wakorintho wa kwanza 8:6. Nisome. Wakorintho wa kwanza 8:6. Inasemaje? Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Alafu SDA anasema Mungu ni mmoja, aliye Baba, Mwana na Roho. Unasikia? Sasa pioneers waliamini hivyo. Lakini SDA wa leo waliamini ya kwamba kuna Mungu mmoja ambaye ni Baba, Mwana na Roho. Hiyo imani ya SDA imetoka Katoliki. Unasikia? From the Catholic. Wacha nikuonyeshe. Hebu soma kitabu hiyo. Page ngapi? 18 ama 16. Hiyo ni kitabu ya Katoliki hiyo. SDA leo na Katoliki wanaabudu Mungu mmoja. Na sio wanafundishwa na kwa SDA nini Katoliki ya Babeli. Kweli. Sasa iweje watu wa Mungu na Babeli waabudu Mungu mmoja? Sio itakuwa ni uongo. Itakuwa ni uongo. Hebu asome. Asema Utatu Mtakatifu katika imani ya Kikristo. Fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini ya kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Haya, pemeki. Unasikia imetaja Mungu Baba, imetaja Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho na Roho. Wacha nikuonyeshe au Mungu watatu wako kwa SDA. Chukua hiyo kitabu yao sasa, turudi hapo. Soma page ngapi? God the Son. God the Son.
Umeona hapo imeandikwa aje? Umeona? Imeandikwa God. Si kwa Katoliki pia kuna God the Son. Endelea tafuta ingine. God the Holy Spirit. Umeona hapo? Kuna God the Holy Spirit. Na si pia Katoliki wako na huyo. Sasa Katoliki na SDA wanaabudu Mungu mmoja. Na Katoliki ni Babeli. Na Mungu anasema Babeli imefanyaje? Imeanguka. Sasa hebu mpeleke. Babeli ni huyo. Ndio huyo huyo mwanamke. Ndio maana SDA wawezi kuhubiri ukweli yenye tunahubiri leo, hawawezi. True. Nimefurahishwa na masomo yako baba, mafunzo yako, na nimeshukuru sana. Kabisa. I think the Almighty Father of heaven and earth amenituma concerning that so-called woman. Sasa umejua. Ili nijue ukweli. Umejua. Because I was there and I saw that. And that's the only thing I came straight ili nikuulize. Sawa. Nimeridhika. Sasa sisi nimeridhika. Tunaitwa wana matengenezo. Wana matengenezo. Tunatengeneza ibada ya Mungu. Tunarudisha watu kwa ibada ya Mungu. Kwa ibada. Sasa sisi tunaabudu Mungu ambaye ni mmoja, ambaye ni Baba. Tulitoka hiyo SDA. Thank you. Utajiunga na sisi? I will. Sasa sisi tunakutana pale Lona. Unajua Lona Waddington? Lona Waddington I know. Hapo ndani. Kila Sabato. Kuanzia 2:30 mpaka jioni. Mpaka jioni. Tunakutana hapo. I will be one of you. Sawa, karibu. I am almost welcome every time. Asante. Chukua namba hiyo. Alright. Kuna swali? Mike. Habari yako? Uko na swali ama nimekuambusha? Naitwa Imani, unaitwa nani? Mimi naitwa Wycliffe. Wycliffe. Uko na swali? Niko na swali. Swali gani? Umesema kwamba wa SDA na Katoliki ni kitu moja. Wanaabudu Mungu mmoja. Anaitwa Mungu wa Utatu, ambaye kwa Biblia hapatikani, ni mteja. Mungu wa Utatu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Kwa Biblia hakuna. Umeelewa? Ama uko nayo? Hakuna? Wewe unaamini Utatu? Utatu Mtakatifu. Ndio. Unaamini? Naamini. Inasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Mungu Roho Mtakatifu. Kwa Biblia kuna kitu kama hiyo. Hebu jaribu kusema iko wapi? Ama hebu jaribu kugesi. Tuone tunaweza ipata wapi? What about ubatizo? Alizaliwa katika Ondio kwa ubatizo. Hebu mpe nikupea hiyo aya 28:18-19 Mathayo. Watu wengi wanaendanga kwa hiyo kujificha hapo. Umesema kwamba hakuna Mungu Mwana. Hakuna kwa hiyo Biblia Mungu Mwana hakuna. Hebu nisomee 1 John. Sio 1 John, ni Yohana. Yohana 1:18. Some 1:4. 1:4. Ningekuwa nataka kukusaidia kupea haraka. 1:4. Nasema, unasemaje? Hapo mwanzo kulikuwako neno. Anasema mwanzo. Naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Ampe maiki. Hoja yako. Hapo mwanzo kulikuwako na neno. Naye neno alikuwa Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu. Sasa kumbe kuna neno na kuna Mungu, si ndio? Kuna neno na kuna Mungu. Na bado neno ni nani? Neno ni Yesu Kristo. Na Yesu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu amezaliwa na Mungu, si ndio? Yesu alitumwa kwa njia ya mwili. Ili aweze kutuokoa sisi kama wanadamu katika dhambi zetu. Ni kweli kabisa. Kweli. Sasa Yesu sivyo imemuita Mungu. Imemuita Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu Mwana. Yeye ni Mungu Mwana. Mungu Mwana. Wacha nikuonyeshe kwa nini Biblia inamuita Yesu Mungu, si ndio? Najua ni Mungu. Najua ni Mungu. Sasa katika acha kwanza tujue kwa nini Biblia inamuita Yesu Mungu. Si ndio? Ndio. Hebu mpe Yohana
43. Inasemaje? Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Mpeleki. Kumbe Yesu anatumia jina la nani? Jina la baba yake. Baba yake ni Mungu. Na Yesu anatumia jina la nani? Jina la baba. Jina la baba yake, si ndio? Ndio. Kwa hiyo Yesu akiitwa Mungu, si ataitika? Ataitika. Haya, kwa mfano mimi naitwa Simiyu, sawa? Simiyu si jina la baba yangu. Ndio. Inamaanisha mimi ni baba yangu? Wewe ni mwana wa baba yako. Mimi ni mwana wa. Ndio maana natumia jina ya baba yako, si ndio? Na ukirithi mali ya baba yako, bado mimi nabaki kuwa mwana. Utakubali kuwa mwana. Lakini sitakuwa ati Simiyu mwana. Hapana. Na baba yako akikutuma mahali, si anaenda kama mwanawe. Kwa nini unaenda kama mwanao? Unaenda kwa kama mwanao kwa sababu ni baba yako amekutuma, si ndio? Sasa pia Mungu ndiye alitutumia Yesu kama mwana, si ndio? Ili akuje kutuokoa katika dhambi zetu. Kabisa. Hiyo ndio maana tunasema ya kuona kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na kuna Mungu Roho Mtakatifu. Hao ni Mungu wangapi? Ni Mungu mmoja katika Utatu Mtakatifu. Sasa Mungu mmoja katika Utatu Mtakatifu, si ndio? Kwa hivyo Mungu mmoja, huyo Mungu ni Baba, huyo Mungu ni Mwana, huyo Mungu ni Roho, si ndio? Kwa hivyo huyo Mungu, ngoja tuongee kidogo. Kwa hivyo Mwana akiwa hayuko, unajua naongea na wewe. Sasa iko hivi, unasema huyo Mungu mmoja. Hapo unaweza kufungua kwanza. Unajua nataka tuongee tukielewana. Unaona kitabu gani? Kitabu cha Isaya. Isaya ngapi? Isaya 9:6. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kwa ajili yake mtoto amezaliwa. Tumepewa. Acha some. Inasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, na ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Ataitwa Mungu mwenye nguvu. Hiyo nguvu alitoa wapi? Alitoa kwa Baba. Kwa hivyo kuna Baba na kuna Mwana, si ndio? Kuna Baba na kuna Mwana. Ambaye huyu Mwana ni mwana wa Baba. Na Baba anatukuzwa katika Mwana. Kabisa. Si ni kweli? Sasa hakuna kusema ati huyu ni Mungu Mwana. Unasema huyu ni mwana wa huyu Mungu. Somea Yohana 1:14. 18. 14. Yohana 1:10 unataka? 14. Amekuja akakaa kwetu, anaitwa Mungu pamoja nasi. Soma. Inasema naye Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Ampe maiki. Hiyo ndio maana tunasema kuna Utatu Mtakatifu. Kwa sababu Mungu alitutumia Mwana. Ni kwa ajili gani? Sasa Mwana alikuja kama Yesu alikuja kama Mwana ama Mungu Mwana? Alikuja kama Mwana ambaye ni Mungu Mwana. Sasa nataka unipe hiyo andiko Mungu Mwana kwa Biblia. Wacha nikupatie example kidogo. Let me just tumia example kwa Biblia. Ndio. Iko hivi. Kama Mungu alikaa chini akaona hivi. Akaona aje? Akaona namna hii. Mungu angekuwa kwa kutuma malaika kwa ajili ya wanadamu, hakuna mwanadamu yoyote angekubali kufuata jina la mambo ya malaika. Mungu akakaa chini akaona ya kwamba inabidi niwatumie hao watu yule anayefanana na wao katika mwili. Sasa unajua unaona nini? Hiyo ndio tunaelewana na wewe. Iko sawa. Shida mahali penye tuelewa nini hapa? Wacha nieleze kidogo. Wewe chenye unaeleza iko sawa. Lakini mahali penye ausemi ni hii. Si umesema kuna Mungu Mwana kwa Biblia. Sasa hiyo ndio nataka. That is why the Bible is saying that alituma neno katika mwili kwa sababu alikuwa mwana. Sasa wacha nikuulize. Alikuwa mwana. Wewe uko na mtoto? Mimi niko na mtoto. Sasa huyo mtoto ni ndugu yangu, si tusikilizane. Tuwezi elewana hapo. Sasa wacha nikuulize. Kuna Mungu Mwana kwa Biblia? Kuna Mungu Mwana. Haya nipe.
Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Haya, nipe sasa hiyo tu. Ukinipea ndakuwa muongo hapa. You know, the scriptures, the Bible is tusiongee mambo mingi sasa. A typical way. Haya, nataka sasa unitolee Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho kwa hiyo Biblia. Hiyo tu. Sasa si nitatoa namna gani? Sasa mimi kile nakutolea ni hii. Hebu mpe kidogo. Mpe huyu maiki. Wakorintho wa kwanza 8:6. Wakorintho wa kwanza 8:6. Inasema, huyu amesema kuna Mungu mmoja ambaye ni Baba, Mwana na Roho. Tuulize Biblia inasema aje? Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Sio Baba, Mwana na Roho, aliye Baba. Yeah. Na huyu anasema Baba, Mwana na Roho. Hebu mpe maiki. Kuna andiko inasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Kuna andiko kama hiyo? Kuna andiko? Haya, ni pesa sasa. I cannot remember, lakini iko. Uko na simu Google. Unaona ukigoogle upate hiyo andiko. Inasema Mungu Baba, ni Mungu mmoja, ni Baba, Mwana na Roho. Tunakupea spika moja. Kwani Isaya inasema namna gani? Amezaliwa mwana. Kwani huyu mwana ni nani? Sio Baba, Mwana na Roho. Imesema anaitwa Mungu mwenye nguvu. Si ndio? Amezaliwa mwana, ni Mungu mwenye nguvu. Huyo mwana si Mungu mwenye nguvu. Sasa Biblia tuambie kwa nini Mungu mwenye nguvu. Hebu mpe maiki. Na Biblia inasema hakuna kitu yote Yesu alifanya pasipo jina la Mwenyezi Mungu. Aya, mpe maiki usikie kwa nini anaitwa Mungu mwenye nguvu. 28:18 Mathayo. Mathayo. Inasemaje? Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambiaje? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mpe maiki. Kumbe Yesu amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nani amempa mamlaka? Mungu. Ili akuja fanye nini hapa duniani? Tulia, tuko hapo kwanza, mimi sijafika mbele. Tukae hapa kwa mamlaka. Kwa hivyo Yesu akisema, Biblia ikisema anaitwa Mungu mwenye nguvu. Na amekuja kwa jina la Baba yake ambaye ni Mungu, si ndio? Ndio. Sasa kwa hivyo mamlaka yote ambayo amepewa na Baba yake. Akiwa mwenye nguvu, hiyo nguvu ni ya Baba yake. Hivyo. Na sasa ndio maana amepewa nguvu na Baba yake. Sasa mimi hoja yangu iko hapa. Tunaisikiza hivi. Hoja yangu iko hapa. Kwa Biblia hakuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Lakini kwa nini akampatia Mwana nguvu na mamlaka? Si kwa sababu ni mwanawe. Si ndio maana nakwambia sio Mungu Mwana, kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, basi Mungu Roho. Haya, nipe hiyo tu. Hiyo ni utatu mtakatifu. Haya, nipe hiyo kwa Biblia. I cannot say, but unajua umesoma Bible sana. Mimi nje. Lakini what I'm telling you is nothing but the truth. Sasa mimi nakwambia hakuna utatu kwa Biblia. Mungu ako na nafsi ngapi? Mungu ako na nafsi moja. Ako na nafsi moja. Na hii Mwana na Roho itaini gani? Simula utatu iko hivi. Inasema Mungu mmoja ako na nafsi tatu. Hiyo ni utatu. Yeah. Ama yako ni tofauti? Si ndio utatu tunaongelelea utatu mtakatifu. Mungu ako na nafsi ngapi? Moja. Na hii utatu mtakatifu inasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, nafsi ngapi? My friend, I don't know if you understand what I'm talking about. Wacha nikuulize. Niulize. Ya mwisho, sawa? Kuna andiko inasema Mungu Baba, Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Yeah. Haya, nipe. My friend, what? Kuna andiko kama hiyo. Unaona hiyo andiko nimekaa nje sana bila kuchambua. Unaona hiyo andiko. Sasa ama kuna wisi miko na data. Hebu mpe Google. Kuna mmoja ako na swali mwingine? Msaidie ku Google. Kuna mwingine ako na swali? Hakuna kwa Biblia ati Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, hakuna. Yenye iko ni Mungu mmoja, ni Baba. Hiyo ndio iko. Baba akatumia Mwana
ili aweze kututoa katika dhambi zetu. Sasa Kwa sababu tuende polepole. Give me chance. Unajua mimi nataka tuende polepole. Nipatie chance. Unajua shida yako unaongea mambo ambayo iko kwa Biblia. Iko siongezi. Sasa ongea na utoe. Let me explain. Au si explain? Explain Kwa Biblia ukiongea. Kwani Mungu angetufikia aje na tungepata wokovu aje kama angetoka Mungu mmoja? Mike, juu nimeona wewe ni kama uko na maneno kumi. Kuja ukigumu hapa. Hiyo nimekataa. Kama kwa Biblia atafute Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Mimi najua. Haya, sasa fanya hivi. Enda fanya research kuja nayo, sawa? God the Father, God the Son, Mungu Mwana, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Ukuje nayo hapa. Sawa? Habari yako? Mzee. Kuja tu hapo uulize. Bora ukuwe soba. Habari yako? Nzuri sana. Naitwa Emmanuel, unaitwa nani? Majina ni Zablon. 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 Swali. Kuhusu tu utatu. Ya, sio kusema kwa Biblia kuna utatu. Kwa Biblia hakuna. Ni ukweli kabisa. Lakini interpretation umesema ya Catholic. Tofauti sana na reality. Ukisema katekisimu, kwa Catholic represent utatu. Ni sawa na vile Waislamu wana represent. Na sio sawa na vile Waadventista wana represent. Sio sawa. Sasa tuulize, si kuna kitabu ya Catholic hapo? Haya, acha tuangalie. Wewe ni mwasibie? Mimi. Mimi kabisa, very good. Hebu formulikia hapo. Utatu Mtakatifu. Usikie. Ya SDA na ya Katoliki inafanana leo. Inasemaje? Katika imani ya Kikristo, fumbo kwa yote fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini ya kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa maiki. Hiyo imesema Mungu Baba, sio taja. Mungu Mwana, Mungu Roho. Sasa tuulize kwa kitabu ya SDA iko. Ayafungua. Page hata na page ni 25 ama 23. God the Father. Page 35. Hebu soma hapo juu. Angalia hapo mahali anasoma. Inasema aje? God the Son. Angeanza God the Father. Anza page 25. God the Father. Imesema God the Father. Na si Katoliki wako na hiyo God the Father. Si ndio? Aenda kwa ile page 43. God the Son. Si ndio anataja God the Son? The Son. Endelea. God the Holy Spirit. God the Holy Spirit. Mpe mic. Hao ni tofauti. So kitu ya kwanza inafaa. Nataka uniambie. Hao ni mmoja ama ni tofauti? Kulingana na vile imeandikwa hapo ni tofauti. Ni tofauti. Wacha nikuulize. Hii ni fundamental belief tunafuata Biblia. Kwa hivyo wewe uamini hiyo fundamental principle kwa sababu Biblia saizi is attacked by people called Jesuits. Kabisa. But unikuulize kwanza mimi explain. Sawa. So since it is attacked by the Jesuits, the Jesuits since they are Catholic, wao ndio wanaleta hizi fundamental beliefs na mawasi mengine zenye zinafanyika kanisani zinaendelea kufanyika due to them. But kwa kanisa unajua God will never finish the remnant. Kabisa. So, kuna wale remnant kama sisi ndio remnant sasa. Moja kwanza. Hii inasema hatustahili kutoka kwa kanisa. Sasa sijui mbona nyinyi mlitoka. Sijui mbona nyinyi mlitoka na mnajiita kwa sababu ukisoma Ufunuo wa Yohana ukisoma so mlitoka kwa sababu ya mkisoma Jeremiah chapter I think ni chapter 3 verse 24 inasema ati the children of God are foolish, of which is true. Ati that sijui wanainua bendera and then mnasingizia the pathfinders. Don't ni ukweli, those things are from the Jesuits. Ni sawa. Lakini Biblia Ellen White alikuwa anatuelezea akisema hatustahili kutoka kanisa. Kwa sababu unajua ukiwa kanisani pale ndani kuna wachawi, pale ndani kuna nini kama samakini, ukimaji baharini. Ukienda baharini pale utapata kuna samaki, kuna nyoka, lakini we aim yako
ni samaki. So there was no need, ukisoma the last day events, there was no need to form new organization apart from the Seventh Day Adventist. Sasa wacha nikwambie, ukisoma ni 2SM 204.4 ifungua 1SM 204.4 hauna haya. Wacha tusome kitabu hii. Hebu mpe kitabu kwanza. Hiyo kitabu unaamini hiyo kitabu? Haya, fungua page 464. Soma hapo, kuna mahali hapo nimemark hapa. Hebu isome. Inasema, papacists place crosses upon their churches, upon their altars, and upon their garments. Everywhere is seen the insignia of the cross. Sasa inasema papist wanaweka misalaba kwa makanisa yao, si ndio? Ngoja tu tumalize hapo. Kuja akifungua 2SM. Papist wanaweka misalaba kwa makanisa yao, si ndio? Kwa hivyo na SDA leo kuna misalaba iko. Kwa hivyo SDA na papist ni moja ama si moja? Ndio maana nimekuambia kwa kanisa kuna kila mtu. Unaona? Na nimekuambia the church is attacked by the Jesuits. Wako nayo. Na hiyo kitabu ya Ellen White inasema papist wanaweka misalaba kwa makanisa. Yes. Ndio. Kwa hivyo tukipata SDA tuna msalaba au ni papist. But unajua sio kila mtu. Hata wewe unajua Kenya najaribu kusema. I'm trying to say that the Seventh Day Adventist Church, it is the last church to the world that will preach the word of God in symbols. Ukisoma Hosea chapter 2 verse 10 ama verse 7, inatuelezea inasema that the gospel will be preached to people. Na ni Seventh Day Adventist peke yake. Juu kiangalizi makanisa zote za Sunday zote zinakuwa za uongo. Only Seventh Day Adventist Church fulfills the last church, which is found in the book of Revelation chapter 2, not chapter 2 but chapter 3 verse 14. The Laodicean Church, kanisa Laodikia. Hiyo ndio SDA peke yake na nini hiyo. Kanisa yenye kuna uvuguvugu. Only SDA. Sasa tuko hapo. Tumeona kwamba katika kanisa la SDA kuna misalaba, si ndio? Katoliki kuna misalaba, si ndio? Tumepata wanafanana Katoliki. Haya, kanisa la SDA kuna Mungu wa utatu, si ndio? Sasa tukuja hapa. Ngoja tutumalize. Kwa Katoliki kuna Mungu wa utatu, si ndio? Kwa hivyo bado wanafanana. Kufanana wanafanana. Sasa wacha nikuulize. Wewe ukienda SDA, si uko na sana na imani yao. Kwa hivyo ukiwa hapo hivyo kuna misalaba ndani. Wewe uko kwa papist. Sasa sikia. Tumesema hivi, kitabu ya Last Day Events. Inasemaje? Vision by Ellen G. White. Sikumbuki tu. Afungue 2SM. But inasema that there is no need for anza tu dot 1 tutaipata hapo. Kuna mali nikuonyeshe hapo. Yeah, so inasema there is no need to form new organization, and we know the Laodicean Church, it is the Seventh Day Adventist Church. By the way, Seventh Day Adventist Church ndio kanisa ya mwisho ya ulimwengu. Hakuna kanisa ingine itatengenezwa ikuja kufulfill Seventh Day Adventist. But Seventh Day Adventist wataanguka. Ndio hawa na matengenezo. Lakini haufai kutoka kwa kanisa. Sasa swali iko hapo. Sasa iko hivi. Ellen White anasema wengine watatoka katika makanisa yao waliozipenda. Unajua hivyo? Hiyo Last Day Events. Na ambayo makanisa ambayo tunazipenda, sisi tulikuwa tunapenda ilikuwa ni SDA. Lakini Ellen White anasema hivi. Kwa hiyo I think nimeisahau, iko 1SM ama 2SM. Inasema ya kwamba wakati ambapo utaona inaitwa utaona ya kwamba fundamental principle imebadilishwa. Ujue imani imefanyaje? Imegeuka. Sasa hii umesema vizuri. Sasa hii ni fundamental. Hiyo ni fundamental principle. Sasa hii ni fundamental belief. Kumaanisha wametoka kwa fundamental principle.
fundamental principles are still, kuna kitu inaitwa 7. Acha nikuulize. Wewe unaamini fundamental belief? Ngoja kidogo. Ngoja tumalize. Wewe unaamini fundamental belief ama fundamental principle? Sisi tunajua fundamental principles. Unajua fundamental principle. Lakini SDA hesabia 7. Ngoja tu kidogo. Lakini tukienda kwa SDA hapo, tuwaulize, watasema kitabu chao ni hii. Sasa wewe haufai kukua hapo. Unafaa kuwa wapi? Unafaa kuwa wapi? Utoke hiyo au kwanza SDA wametoka kwa kanisa. Na Biblia inasema aje? Na Elenota anasema aje? Nikuonyesha Biblia inasema. Hebu sema Ezekiel chapter 9 inasema watokeni kwake. Sasa najua. Soma Ezekiel 12:1. Ezekiel. Inasema neno la Bwana likanijia tena kusema. Kusemaje? Mwanadamu, wewe unakaa kati ya nyumba iliyoasi, watu ambao wana macho ya kuona lakini ila hawaoni, wana masikio ya kusikia ila hawasikii, kwa maana ni nyumba iliyoasi. Sasa SBS hiyo nyumba ni nyumba imehasi, kwa maana kuna Mungu wa utatu na misalaba ndani na tumekubaliana. Endelea. Basi mwanadamu, funga tayari vyombo kwa uhamisho, ukaama wakati wa mchana mbele ya macho yao, nawe utahama toka mahali pako hapa mpaka mahali pengine mbele ya macho yao. Mpe maiki. Umesikia? Hapo tunaanza. Umeinterpret vibaya. Unajua kwa nini? Kwa sababu ukisoma hii unabii, si unaamini unabii wewe? Wewe unaamini unabii? Naamini roho unabii. Sasa Elenota anasema hakuna haja ya kuform new organization. Sasa nyinyi mbona mmetoka mkienda kuform yenu? Swali ya kwanza. Sasa sisi sikia. Yesu ameuliza swali ya kwanza. Swali ya kwanza umeniuliza, sisi tumetoka tukaenda tukaform yetu. Kwanza ngoja kidogo mzee. Kwanza sisi hatujatoka kwa kanisa. Sisi tuko kwa imani. Nyinyi ndio hamuyuko kwa imani. So listen. Ama nyinyi mko kwa imani? Ngoja kwanza tulia tu kwanza. Nyinyi mko kwa imani? Unaona vile nyinyi mmetoka. Nataka uniambie. Nyinyi mko kwa imani? Kuna watu wako katika imani. Mimi ninakuuliza. Mahali unaenda unaona SDA. Yenye iko na msalaba. Nyinyi mko kwa imani? Sasa sikiza. Mimi nakuuliza nijibu ndio au la. Ndio. Mko kwa imani? Mahali na sio imani yenu inakatana na hiyo kitabu imeshika. Nikuulize. Ngoja kwanza explain. Ona swali random. Sitaki explain. Iko hivi. Hiyo kitabu imesema mahali kuna misalaba, kuna papist. Na mahali mnaenda ibada SDA, hapo ndani kuna misalaba. Inamaanisha, ngoja tunimalize. Inamaanisha hapo, ngoja nakupea nafasi. Inamaanisha hapo ndani sio imani ya SDA. Sio imani, ni imani ya Katoliki. Sawa basi nimesikia. Isaiah chapter 1 verse 10 inasema, chapter 1 verse 9 inasema kama sio Mungu kutuachia masoma hiyo sasa hiyo. Hebu nitafutie hiyo. Tafuta, hebu sikia hiyo ni one same. Wakati anatafuta I think kuna believe. Alafu usikie ni new organization ni gani, ni sisi ama ni yenu. Inasema our religion will be changed, the fundamental principle. Sikia hiyo. Usoma. Inasemaje? Our religion will be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years will be accounted as error. A new organization will be established. Books of new order will be written. A new system, intellectual philosophy, will be introduced. The founders of the system will go into the cities and do wonderful work. The Sabbath, of course, will be lightly regarded. Ambayo ni kweli inafanyika leo. Inafanyika huko kwa SDA. As also the God who created it. Hata Mungu ambaye aliumba hiyo. Inaendelea inasema. Ampe tu hata hapo inatosha. Mpe maiki. Unasikia? Si tunauliza swali. Tunajadili hiyo kwanza. Ungeacha tu yasome hii. Sawa, acha asome. Inasema kama Bwana wa majeshi asingalituachia mabaki
machache sana, tungalikuwa kama Sodoma, tungalifanana na Gomora. So Mungu anasema licha ya kwamba kanisa la Kiadventista limeharibika, kama hangetuachia masalia, kwa hivyo kuna watu masalia wenye kuna watu masalia. Kama kwa mfano sisi. Hakuna kwa mfano nyinyi. Sawa. Swali ya kwanza. Nyinyi moja kidogo. Mara Marko ngapi? 16 15. Inatuambia mkienda kufanya kuhubiri, sijui mtaumwa na nyoka, mtaungiwa na sumu. Hapana, haisemi hivyo. Inaongea kitu kama hiyo. Haisemi hivyo. Inasema hivi, hiyo Marko 16 15. Inasema nendeni ulimwenguni mote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini na kubatizwa ataokoka. Alafu hapo chini. Si wacha asome. Soma basi. Verse ngapi? Huyu anasema SDA hakuna msalaba. Onyesha yeye SDA kuna msalaba. Usaidia yeye. Wote ni wa SDA. Luka. Anasema hiyo ndogo. Hiyo ni ndogo. 16:15. Inasemaje? Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Atakaye aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana nao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha akitawadhuru kabisa. Awachi hapo. Sasa unasikia inasema wakinywa kitu cha kuwafisha akitawadhuru. Sasa hii ndio sumu. Sumu ni nini kwa unabii? Sumu ni mafundisho ya uongo kabisa. Sasa ngoja pia wewe mimi nielezeke nieleza. Unipatie muda. Sasa mafundisho ya uongo ndio imetoka kwa Jesuits. Ufunuo 13. Inatuambia ya kwamba huyu mnyama mwenye ametoka ardhini analazimisha watu waabudu mnyama wako. Kwa hivyo saa hizi vile tunaongea kitu kinaendelea ni kile madanganyo, si kweli? Na sasa madanganyo haya yanaingia hata kanisani. Na ndio Isaia anasema isipokuwa Mungu ametuachia masalia kidogo. Kweli? Sasa kuna masalia yamebaki. Kwa hivyo masalio wako ndani ya uongo ama nje? Sasa sikia, masalio wako ndani ya uongo ama nje? Ngoja kwanza, wewe ukimaanisha nataka unijibu. Ukisema ndani hao masalio wako ndani ya uongo ama nje? Sasa ninakuuliza pia. Unijibu swali. Swali kwa swali. Wewe ukisema masalio ya uongo unamaanisha nini? Nasema hivi, unaona SDA leo wamekataa roho ya unabii. Ni ukweli Si ni ukweli? Kwa hivyo SDA ambayo iko pale ambayo wewe unaenda mafundisho yako ndani sio ya pioneers. Sasa mimi tulia tu kidogo. Sio ya pioneers, si ndio? Na Biblia imesema ni nyumba iliyo hasi. Sasa hivyo hapo ndani nyumba iliyo hasi. Wewe ukiwa hapo unaabudu Mungu wa utatu. Unaabudu Mungu wa kweli. Na mimi nataka nikuulize. Unajua shida ujibu swali. Acha nijibu swali basi. Naabudu Mungu mgani, si ndio? Acha nikuonyeshe Mungu naabudu. Kumbukumbu la Torati 6:4. Sio ni 6:4 ama 4:6? 4:6. Inasema sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana Mungu mmoja. Sasa tofauti yako sasa hata nikwambie wewe sasa uko tofauti na hao SDA. Kwa nini? Kwa sababu hawa wanaamini Mungu wa utatu, wewe uamini huyo Mungu. Kwa sababu sasa chenye unafanya sasa sikia. Usitembee ndoke kanisani. Ndio maana kuna kitu sikwambii ngoja kwanza. Sawa basi tulia. Ndio maana kuna kitu kinaitwa masalia. Unajua si watu wote wako pale SDA wanajua ati kila kuna watu wanajua ukweli. Ndio mimi nimekuuliza hivi. Unajua kama ungekuwa unajibu swali yangu, tungekuwa tulimalizana. Tuuliza swali. Masalio wako ndani ya kanisa, wako ndani ya uongo ama wako nje? Masalio wako pale kanisani. Wako kwa uongo. Ndani, si ndio? Masalio. Na mimi niko na swali. Ngoja kwanza, na mimi niko na swali kwako pia. Na mimi niko na swali kwako pia. Kwa sababu andiko limetufundisha, tukisoma Ellen White amefundisha, amesema vizuri. Hamuhitajiki kutoka kanisani. Nipe hiyo mali anasema. Sikumbuki last day events. Acha kitabu na wiki kidogo. Angalia last day. Acha nikunywe maji. Last day events. I think ni kitabu gani hiyo? Ni venye sijabeba hiyo kitabu hapa, sijatembea nayo. Lakini last day events inasema there is no other